Unapotafuta kujua wewe una nguvu au huna nguvu, kioo chake hakitegemei unaangalia mbinguni kiwango gani. Amen. Kwa kuwa Mungu alikuwa mbinguni, akatuongoza wanadamu katika hali ya Roho Mtakatifu kabla ya kuja kwa Yesu. Na Yesu alipokuja duniani akalifungua fumbo ambalo shetani alilifunga, na mbingu hazikuwa zimeruhusu kanisa au watu wa Mungu tuelewe kwamba kuna nguvu ya Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Umeokoka, unampenda Yesu. Mchawi haogopi kwa sababu umeokoka. Adui zako wa kiroho hawakuogopi kwa sababu umeokoka. Wanaogopa kwa sababu Yesu amekaa maishani mwako, ameukalia moyo wako, anatawala ndani yako. Kwa unatafuta nguvu ya Mungu, tafuta kuijua nguvu ya Mungu iliyofichama ndani ya maisha yako. Ukimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anapoingia moyoni mwako, anaingia pamoja na nguvu, anaingia na akili, anaingia na ufahamu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kitu Yesu alipofufuka alichokisema cha kwanza, alisema nimepewa mamlaka yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mwishoni mstari wa 20 pale kwenye 28 anasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Maana yake amefufuka, amechukua mamlaka, na hiyo mamlaka amekuja nayo kwenye moyo wako. Yuko ndani yako na mamlaka yake iko ndani yako. Kwa hiyo wewe uliyeokoka huwezi kumshinda shetani kama hujui nguvu iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nguvu tulio nayo sisi ya kwanza kwenye maisha yetu ya wokovu ni kujua Yesu yuko ndani yetu. Yaani ni kujua kwamba chanzo cha nguvu zangu ni Yesu niliyempokea, ni Yesu niliyemwamini. Sio kwa sababu wewe unaomba sana. Cha kwanza ukijue ni Yesu yuko ndani, na lazima mtu uliyeokoka huko kanisani uwe na uhakika kwamba Yesu yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana aonavyo mtu ndivyo alivyo. Nafsi yako inaona nini ndivyo ulivyo. Tufungue kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana. Ni nini tunachojivunia tuliookoka? Ni nini tutakachojivunia wewe baada ya kuokoka? Ni kujua aliye ndani yako kwanza ni nani, ana nguvu kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hicho cha waraka wa kwanza wa Yohana, Agano Jipya, ule mlango wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4, na utaandika pia na Wakorinto wa kwanza pia mstari ule wa 19. Lazima tujue nguvu yetu inatoka wapi na imefichwa eneo gani. Haleluya, haleluya. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni katika ulimwengu wa nini? Tukishindana, tukipambana na nguvu za giza katika ulimwengu wa nini? Vizuizi vya kwetu vinavyofuatilia maisha yetu, kuzuia baraka zetu, kuzuia ushindi wetu, viko ulimwengu wa nini? Vikwazo vyovyote ambavyo shetani anavitengeneza haleti mwilini kabla ya kwanza rohoni. Lazima kushinde rohoni ndio kushinde mwilini. Lazima umshinde rohoni ndio mshinde mwilini. Kwa hiyo lazima tujue chanzo cha nguvu zetu. 4 mstari wa 4 waraka wa kwanza wa Yohana. Neno la Bwana linasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmemshinda. Mmefanya nini? Ninyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika nini? Dunia. Sema aliye ndani yangu. Sema aliye ndani yangu.
lazima ujue kwanza kuna mtu yuko ndani yako. Kuna Mungu amekalia moyo wako, aliye ndani yako ndiye anayesababisha wewe utambe katika dunia. Ndiye anayesababisha wachawi wakuogope wewe. Ndiye anayesababisha waganga wakuogope wewe. Ndiye anayesababisha mauti isiwe na nguvu juu ya maisha yako. Ndiye anayesababisha baraka za Mungu zikufikie wewe, aliye ndani yako. Ninyi watoto wadogo, kimwili ni watoto wadogo, kiroho wakituchungulia wanamuona Yesu amekaa ndani yetu na mamlaka yake imo ndani yetu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, aliye ndani yetu, nguvu ya Mungu ndani yangu, haleluya, hawaniogopi mimi, wanamuogopa Yesu ndani yangu. Hawakuogopi wewe, wanamwogopa Yesu aliyekalia moyo wako, Yesu anayetawala maisha yako, Yesu aliyemfungulia mlango kwa kuamini. Amen. Hakuna mtu wa kukuua wewe bila Mungu kuruhusu. Na ndio maana nimerudia na leo narudia, mimi siwezi kufa kwa kurogwa kwa jina la Yesu. Nikirogwa mimi, tafsiri yake Yesu amerogwa. Nikipigwa mimi, Yesu amepigwa. Kwa sababu hiyo, nikielewa ufahamuo, najua kuishi kwangu sio mali yangu, chochote nilicho nacho sio changu, inaishi kwa niaba ya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema mtu na atuhesabu hivi ya kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kama ni mawakili tuko duniani, tafsiri yake maisha tunayoishi duniani, hatuishi maisha yetu, tunaishi maisha ya mtu mwingine, yeye ambaye ana nguvu kuliko sisi. Sema amen. Na mtu nanisikia anachoongea. Nguvu ya Mungu ndani yako. Kuna nguvu ya Mungu. Unaweza ukawa unafikiri iko sehemu fulani. Nguvu ya Mungu iko ndani yako na imetulia tu, haina cha kufanya, kwa sababu Mkristo aliyeokoka, umembeba Kristo, haujaruhusu ufanye kazi, haujafungua itende kazi. Kwa ni wewe unasema okay, kuna mtu yuko ndani yangu. Baada ya kujifunza neno hili asubuhi ya leo kwenye ibada hii, unapotoka hapa lazima uwe na kitu kwenye maisha yako unakokwenda kokote, kwamba Mungu yuko ndani. Mungu hayuko mbinguni akashuka akasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu. Na hili neno ndo linalotabiri na kuthibitisha kwamba Mungu ni ataitwa Immanueli, na akiitwa Immanueli atakuwa ni Mungu pamoja. Sasa kama ni Mungu pamoja nasi, nguvu zetu chanzo chake ni mbingu, nguvu zetu chanzo chake ni Yesu. Kwa unapombeba Yesu, hakikisha kwamba yule Yesu aliyekuwa anatenda miujiza ndiye unayetembea naye. Yule Yesu ambaye mapepo na nguvu za giza vinamwogopa ndiye aliye ndani yetu. Yule Yesu ambaye shetani na malaika zake wanakimbia wanapomsikia jina lake likitajwa, mapepo, kuzimu, wachawi wanasambaratika kwa hilo jina. Huyo sasa ndiye yuko kwenye maisha yangu, ndiye yuko kwenye maisha yako. Lazima ujue kwamba chanzo cha nguvu zako wewe Mkristo ni Yesu aliyekaa moyoni mwako, ni nguvu zake yeye. Mimi nimefanyika waya, wewe umefanyika waya. Utokeze mambo ya kimbingu, utokeze nuru ya mbinguni kupitia mwili huu na mwili huu. Yesu anakutegemea na wewe unamtegemea nani? Yesu. Anapotaka kutekeleza duniani, inamlazima kutumie wewe, maana hawezi bila wewe. Ndio maana akakuumba wewe ili kutumia wewe kwa ajili ya watu wengine. Sema amen. Haleluya. Sikiliza, nguvu ya Mungu ndani yangu, nguvu ya Mungu ndani yangu. Kwa nini iko hivyo? Moyo wa mwanadamu ni madhabahu ya Mungu, na Yesu anakuja na kaa kwenye moyo wako, analazimisha ufikiri kama anavyofikiri, analazimisha upende kama anavyotenda, analazimisha uwe na upendo kama aliyo nayo, analazimisha ujenge tabia ambazo yeye atapata nafasi ya kuishi
kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Kuna watu wengi naishi maisha yako. Wewe maisha hayo unayoishi huwezi kufika mbali. Chukua maisha yako mpe Yesu. Ndio maana tunaokoka. Maanake kuna maisha tunaishi hatuwezi kuenda nayo mpaka mwisho. Na ndio kwa sababu tunajua hatuwezi kuyafikisha. Tunachukua yale maisha ya uzoefu tunampa Yesu. Alafu tunamwambia Yesu tupe maisha ya ushindi. Maisha ya ushindi yanakufanya wewe utembee na Mungu duniani na dunia impate Mungu kupitia wewe. Dunia imuone Mungu ndani yako wewe. Kwa huduma yoyote, kwa kazi yoyote, kwa namna zote, Mungu aonekane na atembee kupitia maisha yako. Kama kuna mtu unanielewa, sema amen. Sema amen. Haleluya. Watoto wadogo, ninyi mnatokana na Mungu. Maana yake ninyi mmeumbwa na Mungu. Asili yenu ni Mungu. Na Mungu anawategemea. Na Mungu anajivunia ninyi. Na anatamani kila mtu afike level ya kujielewa kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Afike wakati wa kujielewa kwamba yeye ni wa thamani mbele za Mungu. Sio kwa sababu ya hela. Mungu hatuwathamini sisi kwa ajili ya vitu tulivyo navyo. Anatuthamini kwa ule moyo wa kumcha yeye, kumpa heshima, kumwabudu yeye. Kitendo hicho kinafanya mbingu jisikie vizuri kwamba kuna mtu duniani nimeunganika naye. Sema amen. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu natamani unielewe. Anasema watoto wadogo mwatokana na Mungu. Ninyi mmewashinda. Mmewashinda wakina nani? Wachawi. Mmewashinda wakina nani? Watu wa mwilini. Mmewashinda wakina nani? Mapepo, nguvu za giza, mizimu na mashetani kwa ujumla. Ndiyo maana yanaposikia jina la Yesu, sisi tunaloliamini, yenyewe yakisikia yasikii tu, bali yanatetemeka na kutetemeka. Amen. Biblia inasema Yesu alipokuwa akitokea, mapepo yaliyokuwa kwenye miili ya watu yalianza kupiga kelele na kulalamika, ewe mwana wa Mungu uliye juu, umekuja kututesa kabla ya muhula. Nini kinachoogopwa ndani ya Yesu? Ni Mungu amekaa ndani yake, na Mungu huyo anakaa ndani yako. Utakapotoka hapa na kwenda unakoenda kuishi, Mungu wako akatokeze power, akatokeze utukufu, akatokeze moto kupitia macho yako kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Mungu akakutokeze. Mwaka 2025 nitamani Mungu akaachilie chemchemi ya moto ya volkano wa kiroho. Unapotembea nguvu za giza zikikutazama zinaachia njia haraka sana. Watu waliofia vitu vyako, ukajichochea kwa maombi, ukajichochea kwa kufunga, ukajichochea kwa kumtafuta Mungu na nguvu zake, watakapokutazama mapepo, watakapokutazama misimu, wasambaratike haraka sana. Haleluya. Ifike mahali wakae vikao, waseme jamani, unaweza ukamvamia yoyote, unaweza ukamtesti yoyote, lakini kwa yule fulani, yule mtu simsogelee, maana Mungu wake ni mkali. Tunataka Mungu mkali kwa jina la Yesu. Tunamtaka Mungu mkali juu ya mashetani. Tunataka Mungu mkali juu ya wachawi. Tunataka Mungu mkali juu ya miungu yote inayosimama kinyume na maisha yetu. Amen. Tambua kwamba nguvu, kitu kinachoitwa nguvu ni ufalme. Na niliwaambia neno ufalme maana yake ni nguvu inayo press, inayomiliki, inayo control, inayoongoza. Haleluya, haleluya. Tafuta nguvu, tafuta Yesu, mruhusu akae au atamie moyo wako. Ndipo mapepo, nguvu za giza, wachawi hawatafanikiwa kukuzuru. Haleluya, haleluya. Tembea na Mungu. Mwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Anaposema aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Dunia inaonekana leo ina nguvu kuliko Mungu. Lakini Biblia inakataa, na wewe kataa. Sema aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Wao nguvu zao ni fedha, sisi ni zaidi ya fedha. Tuna Mungu aliye hai na hizo fedha pia.
Amen. Haleluya. Mungu akufungue ndani yako. Fungulia hiyo nguvu ya Mungu iliyo ndani yako. Kuna watu Yesu amekaa tu huko ndani na hafanyi kazi mpaka umemruhusu kufanya kazi. Wewe ndio unafungua. Ndio maana watu wengi hawajui. Unapokutana na vitu, unakutana na huduma, jambo limetokea kwenye mtaa wako, nyumbani kwenu, kwenye biashara yako, mahali popote ulipo, inatokea kibarua, kuna kazi ya kufanya. Kuna mtu hapa anatakiwa tambulishe title. Haleluya, haleluya. Kuna mtu unatakiwa uonyeshe kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hauonyeshi kwamba wewe ni mwana wa Mungu kwa kusema nimeokoka. Unaonyesha wewe kuwa ni mwana wa Mungu kwa yale aliyoyafanya Yesu. Lazima ufike mahali mapepo yakikutazama yakimbie mbele yako. Ukisema kwa jina la Yesu, nguvu za giza zianze safari, zianze kutetemeka. Moto wa Mungu tembee, mapepo yaachie yule mtu. Ukimfungua, niliwafundisha narudia na leo. Nilisema hivi, kadiri unavyotembea na huduma yako, utakapokemea siku moja pepo likakimbia, imani yako inapanda kiwango. Sema nina. Kwa kuwa aliye ndani yetu sio Mungu wa dunia hii. Ana nguvu kuliko mashetani. Haleluya. Biblia inasema kwenye Yakobo 2:19 anasema, wewe waamini kwamba Mungu ni mmoja unafanya vizuri. Lakini mapepo, nguvu za giza na wachawi wanaposikia haya mambo, wanaposikia nguvu ya Mungu, wanaamini alafu wanatetemeka. Wanaamini alafu wanasambaratika. Wanaamini alafu wanaondoka kwenye njia yako, kwenye njia yangu, kwenye njia yako, kwenye njia yangu. Wewe unaamini unafanya vizuri. Lakini unaamini huna uhakika wewe. Amini kwamba wewe ndani yako nao nguvu. Na Mungu aliye ndani yako ni mkubwa. Yaani mimi wakati fulani naona kama kujivuna kwangu sio kwa chochote isipokuwa Yesu niwe pamoja naye. Na nafika wakati wa kuangalia ndani nimuone Yesu. Amen. Unamuonaje Yesu ndani yako? Unajuaje Yesu amekaa ndani yako? Kuna vitu vinakuhamasisha kumpenda Mungu, kumwabudu Mungu. Unajikuta usipomsema ni kama vile una kesi, usipomuomba ni kama vile unahukumiwa. Hata ukipita kwenye uzoefu namwambia Bwana, amsha ile hali ya mazungumzo kati ya mimi na wewe Mungu. Haleluya. Aliye ndani yetu ni mkubwa. Nguvu yako ya ndani ni Yesu kukaa ndani. Haleluya, haleluya. Anasema hivi hamjui, hamtambui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho Mungu anakaa ndani yenu. Kama Roho Mungu anakaa ndani yako, tafsiri yake Mungu anakaa ndani yako. Wewe ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Amen. Na hana namna Mungu ya kutenda miujiza duniani isipokuwa amekutumia wewe. Amen. Amen. Yuko wapi Mungu wa Elia? Yuko wapi Mungu wako wewe? Yuko wapi? Jamii nauliza, anashindwaje? Unajua kuna wakati wachawi na wabaya wakitutazama walokole wanasikitika, kwa kuwa wao nguvu wanaenda kununua. Lakini sisi kwa kukaa hivi ibadani, tumeimba, tumeomba, tukitoka hapa tumeongeza nguvu zaidi ya walioenda kununua. Wamezunguka waganga hadi Nigeria, wanatafuta nguvu ya kutudhibiti sisi, lakini hawajaipata. Na hata wangeendelea kuzunguka hawatakaa waipate. Nguvu tulio nayo sisi chanzo chake ni Mungu. Kwa hiyo kitafuta misingi ya nguvu za kimungu haipo duniani hapa. Imefichwa ndani ya Mungu kupitia jina la Yesu. Imefichwa ndani ya ulimwengu wa roho. Hakuna anayeweza kutuzuma akatufikia.